Mchezo wa watani wa jadi Simba na Young African umemalizika kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex, ambapo mechi iliisha kwa sare ya bila kufungana, yani 0-0, na ikumbukwe kabisa kwamba Young African ndio walikuwa wenyeji wa mchezo huo, huku Simba Sport Club wakiwa wageni wa mchezo huo. Na mchezo ulivyoanza, kuna matukio kadha wa kadha yamejitokeza kwenye mchezo huo. Sasa hapa tupo kwa ajili ya kukutafsiria yale matukio tata ambayo yamejitokeza kwenye mchezo huo. Kubwa kuliko ni offside ambayo ilijitokeza jana kwenye goli la Selemani Mwalimu. Je, ni offside au ni onside? Yote tutayapata hapa Tubone Media, tunakuletea kanasi mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja unakuwa umejiunga na familia hii ya michezo. Sasa twende kwenye mchezo wa NBC Premier League ambao umetamatika kwa sare ya bila kwa bila, yani bila kufungana kabisa, ambapo tukio ambalo limezua utata ni dakika ya 80, Selemani Mwalimu mchezaji wa Simba Sport Club akiandikia Simba goli la kwanza na la kuongoza, lakini refa wa mchezo Kibendela, refa msaidizi, alikataa goli hilo na kusema ni offside. Sasa tuchambue na tuchakate goli la Selemani Mwalimu. Ukianza kuangalia kwa faida ya picha za marejeo, Selemani Mwalimu kabla mpira hujapigwa upo kwa Oula, Selemani Mwalimu alikuwa ni offside. Sawa, hatukatai, Selemani Mwalimu alikuwa ni offside kabla mpira haujapigwa. Hivyo basi Oula katika harakati za kutaka kupiga mpira, kabla mpira hajapiga, Selemani Mwalimu akajipoziti, akavunja offside, akakaa onside. Bakari Nondo Mwamnyeto, ukianza kuangalia picha za marejeo, ndiye aliyemweka Selemani Mwalimu kuwa onside, yani kuwa sehemu sahihi, maana yeye ndiye alivunja mstari wa mwisho, yeye ndo akawa kwenye line, kwenye mstari wa mwisho, manake alivunja ile offside ambayo ilitengenezwa na Selemani Mwalimu. Hivyo basi Selemani Mwalimu alikaa kwenye mstari kabisa, ni onside, yani manake sehemu sahihi alikaa Selemani Mwalimu. Ukianza kuangalia cross inapigwa na Oula, Selemani Mwalimu bado yupo kwenye nafasi sahihi ambayo anaenda kupiga mpira ule, lakini tafsiri ya mwalimu akaja kumuona, tafsiri ya referee akaja kumuona Selemani Mwalimu baada akati anapiga ule mpira, hivyo basi akatafsiri kama ni offside. Lakini ukianza kuangalia mpira kabla hujapigwa, Selemani Mwalimu alikuwa ni onside na Bakari Nondo Mwamnyeto ndiye aliyemzibia offside ya Selemani Mwalimu. Hivyo basi Bakari Nondo Mwamnyeto ndiye alikuwa beki wa mwisho wa Young African. Selemani Mwalimu amekaa nafasi nzuri, anatoka anaenda kufunga goli, lakini Kibendela yeye anaona kama ni offside baada ya kuona Selemani Mwalimu amefunga goli. Lakini ukianza kuangalia mazingira aliyotoka Selemani Mwalimu mpaka anaenda kufunga lile goli, ni alikuwa sehemu sahihi kabisa. Hivyo basi hili alipaswa kuwa offside, lilipaswa kuwa ni goli, na limewanyima Simba Sport Club ushindi kwenye mechi hiyo. Sasa baada ya Simba Sport Club kukataliwa goli hili, je, hatua gani zitachukuliwa? Maana tunakumbuka rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF alizungumza kwamba refa yoyote atakaye alibu dabi ya Kariakoo atachukuliwa hatua, na hatua hizo ni kama kupigwa faini na kufungiwa maisha yake yote na kufutwa leseni yake ya urefali. Sasa jana kitu ambacho kimetokea ni Simba Sport Club wamenyimwa matokeo na wamenyimwa pointi zote tatu na refali. Je, nini kitatokea? Simba watajibu mapigo kwa refali au Simba Sport Club wataenda wapi? Yote tutakuletea hapa Tubone Media kwa habari za michezo na burudani, sehemu mchakato mzima tutakuletea hapa Tubone Media. Uweze kupata sehemu yoyote zaidi ya hapa. Hivyo basi hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata matukio yanayoendelea. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine. Bye bye.